Sasa tusimwone mama mpore tukatumia hii nafasi kumwingilia mpaka na maamuzi yake. Sisi wote tumeapa kulinda katiba. Rais wetu amelinda kuapa katiba na kulinda usalama wa nchi yetu. Aachiwe nafasi afanye kazi. Haya majaribu mnayofanya, Samia tunaye na tutatamba naye mpaka 30. Kwa hiyo niwaombe ndugu zangu wanasiasa, swala la usalama tusilifanye la majaribio. Tuliguswa tu na panya road nyewe watu wa Dar es Salaam humu ndani. Mlipiga kelele, hey! Sasa kimeanza kidogo kidogo hiki tukikiacha. Mheshimiwa Mwenyekiti, kule Kenya wakati wa utawala wa Uhuru watu walikuwa wakipotea hivi, kabla ya kufanya uchunguzi vinasingiziwa vyombo vya ulinzi na usalama. Wakabagaza vyombo vyao vikadhalilika, matokeo yake vyombo vimefanya uchunguzi vikaenda kukumbana na shakaora, watu 200 wamefukiwa na mtu. Lakini mmeshatukana vyombo vyenu, mnawakatisha watu tamaa. Aisee, kwa sababu leo tuko wote humu na mimi hii ndo nafasi yangu kwa ajili ya kuwakilisha wananchi wangu. Niwaombe vyombo vya usalama, hata mimi nikikosea nitie ndani ili wengine wasalimike. Lazima mfanye kazi yenu, tusiwaingilie. Hata wanasiasa naona kama labda joto limeanza. Mimi nilikuwa naangalia hata ile clip, nikawa namwangalia mdogo wangu Gwajima hapa, askofu. Labda kuna joto jimboni, maana ile press mimi sikuielewa. Na niwaombe wanasiasa, tunaporudi kwenda kuchaguliwa, tukisimama majukwaani, tuahidi vitu tunavyoviweza. Mkiahidi vitu vikubwa ambavyo haviwezekani, matokeo yake mwishoni mnaanza kutafuta huruma ya wananchi. Mimi nakaa Mikocheni. Tunasubiri kwenda Japani kwa Gwajima. Alituahidi kwenda Japani, tunamsubiri atupeleke Japani. Alisema anatupeleka Japani na Ujerumani tukabadilishana uzoefu. Na mimi niliandika jina, ni mwananchi wako wa Mikocheni, tunakusubiri utupeleke. Kwa hiyo tusilete pressure za majimbo tukaanza kuingilia mamlaka. Rais ana nafasi ya kumtengua yoyote na kumweka mtu yoyote. Tusitumie uporo wa Mama Samia kuanza kuingilia mpaka state kwenda kupanga na kupangua. Hapana. Wananchi wetu kule wanatushangaa. Mimi Mheshimiwa Mwenyekiti, jana nimepokea zaidi ya simu 200. Wanasema kesho mambo ya ndani. Hatutaki kusikiliza chochote, hata kituo cha polisi usiombe, hata gari usiombe. Kuwatie moyo polisi, kuwatie moyo vyombo vya ulinzi na usalama. Tunataka kuishi kwa amani. Hivi niwaulize, tukianza kuwadogosha askari wetu. Tumefanya kazi kubwa. Tumejenga bwawa la Mwalimu Nyerere, tumejenga daraja la Bisisi, tumejenga mwendo kasi. Kama hamna amani, si yote yataharibika. Kuna haja gani? Nchi yetu tunaitengeneza, kuna watu wanakesha hawalali kwa ajili yetu. Sisi tunapiga tai, tunabadilisha simu, kuna watu wanashinda na mabunduki huko kufikiria sisi tunaamkaje. Wakati sisi tunasinzia na wake zetu, watu wengine wanakesha kuona humu ndani watu walale waamke kesho waende kazini. Niwaombe sana wabunge wenzangu wa bunge hili, tuatie moyo vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Najua unapitia vitu vingi. Hata mimi mwenyewe mbunge Msukuma sipendi mtu apotee. Lakini siwezi kutoa hukumu nani amewapoteza. Vyombo vyetu kwa weledi mlio nao, fanyeni kazi. Halafu toeni taarifa. Haiwezekani kila kitu unashtakiwa kinalalamikiwa leo, kesho unatoa majibu. Hao watu wanaofanya matukio na wao wamejipanga. Sasa kwa sababu vyombo vyetu tunaviamini, kama mlifanya vizuri Rufiji, mkafanya vizuri Msumbiji, hili nalo litapita. Tunawaomba ongezeni weledi, lakini sisi kama wabunge hili tunaungana mkono sana na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Rafiki yangu Camillus Wambura IGP, wala usirudi nyuma. Pengine watu wanakupima kwa kaumbo kako, lakini sisi na Mheshimiwa Rais tunaamini kwamba tuko mikono salama. Vyombo vyote, kamanda wa migration, tena mimi nilishangaa mliwarudisha wa nini? Mngewaingiza ndani tuwapeleke na kulima, inawezekana kule Kenya hakuna mashamba. Lindeni mipaka yetu, watu waingie humu kwa vibali. Kama amekuja kufanya biashara, alipie kibali cha biashara.
Huwezi kuja kutembea halafu kaanza kwenda kuning'inia mahakamani na kutoa press. Hili ni taifa huru, wasituingilie na taifa letu. Hata sisi tunayo midomo na wao wanafanya kampeni, wanafanya mikutano, na sisi tunao wabunge wa Kenya wengi tu marafiki zetu. Tunashirikiana kwa mawazo kwenye simu, lakini hatujawahi kwenda kupanda majukwani kudogocha serikali yao. Tunaomba sana, jeshi letu ni la weledi kwa kweli. Niangalia, hata ukiangalia wao wanasema wameendelea. Hivi tunaendelea watu kila siku rais anapewa majina. Sasa hivi sio mtu Eli Chapo, sijui mara Kasongo, kila siku mara anapondo viatu kwenye msafara. Tunataka tuwe na jeshi la design hiyo? Hapana, jeshi letu tunataka muendelee na mwendo mdundo ule ule. Mtu yoyote anayeingia Tanzania ajue ukileta mchezo Wambura yuko kazini na wenzie. Utanyea kwenye dega au utakula rungu. Hii ni haki yetu. Lazima tuilinde nchi yetu kwa wizi mkubwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nilienda China siku moja. Nikakodisha taxi. Sasa nikawa nabishana na mkalimani wangu, mimi Kiingereza sikijui. Wakati tunabishana nikawa nasema mbona sioni wa China wakizungumza kuhusu rais wao, kuzungumza. Yule dereva taxi alishika breki karibu tuumane meno mle ndani. Akasema ninyi mmekuja kwa ajili ya biashara au mmekuja kwa ajili ya kumsema rais wetu? Akatuambia mimi hata nilizowabeba msinilipe, akatuacha kituoni. Sasa niwaombe, hii ndio system tunataka kwenda nayo kwenye nchi. Tumwache rais afanye kazi. Rais anakaa kila siku anachorwa, anafanya hivi. Niwaombe vyombo vya ulinzi na usalama, tumepitisha sheria humu. Hata kumchora rais wetu, kumtukana rais wetu ni kukamata, kwa sababu tulikubaliana humu ndani bungeni. Tumetunga sheria alafu tunaiogopa wenyewe. Watu wakianza sheria ya usalama wa taifa tumetunga humu, sheria ya polisi, sheria ya mitandao tumetunga humu. Ikianza kutekelezwa tena tunarudi nyuma kukaa majukwani. Hapana. Anayeumia na hizi sheria haleta hoja mbungeni, atuambie kama yeye anataka kinuke ama watu wafanye kazi yao. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti, asante sana.